Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa kipindi cha Mtita Vijana Injili. Huu ni wasaa mwingine tena ambao nipo hapa na kijana mwenzangu ambao tunaenda kuongelea somo ambalo linahusu Biblia. Tunaenda kuichambua Biblia kidogo, kuijua Biblia ilianzia wapi, ilitokea wapi na kina nani waliandika Biblia na kwa nini Biblia iliandikwa. Kabla kuanza kipindi chetu tunatakiwa tuweze hata kutambua jina lake na kanisa analotokea. Je, jina lako ni nani na kanisa unalotokea? Naitwa Suya Paul Jeje, natokea kanisa la Mikwambe SDA. Sawa, kama unavyosikia anaitwa Suya Paul Jeje, anatokea katika kanisa la Mikwambe SDA. Je, watazamaji watamani kujua, je, nini maana ya Biblia? Biblia ni ujumbe wa Mungu ambao uliandikwa kupitia mafunuo ya Mungu au maono kwa watu wake, watumishi wake, manabii, ambapo ikaandikwa ili mradi iwe ni taarifa kwa ajili yetu sisi kujua namna ambavyo tunaweza kuabudu tukifuata kanuni za Mungu ambazo anataka tusitumie. Je, Biblia ndio ni kitabu. Je, Biblia iliandikwa, unaweza kunitajia watu wachache ambao waliweza kuhusika katika kuandika Biblia? Wa kwanza ni Musa, aliandika vitabu 5 vya kwanza vya kwenye Biblia, na pia kuna Daudi aliandika kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili. Ndio. Sawa, kama mlivyosikia hapo, kitabu cha ambacho ni Biblia ambacho tunakiongelea kiliandikwa na kuna watu waliandika. Je, ni kwa nini Mungu aliamua kutuletea Biblia na ina faida gani katika maisha yetu? Kama unavyojua, usipoweza kukiona kitu kwa macho ni ngumu kukiamini. Sasa Mungu alitumia Biblia, yale maandiko yaliyoandikwa, ili mradi sisi tutakapoyasoma iweze kuwa rahisi kuweza kufikiria na kuamini kwamba Mungu ndiye anayetaka tufanye haya mambo ambayo sisi tunatakiwa kuyafanya. Je, unaweza ukanitofautishia labda kitabu kwenye Biblia kuna mgawanyiko wote, labda vimegawanyika vitabu katika pande kuu? Kwenye Biblia kuna mgawanyiko miwili ambapo kuna Agano Jipya, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano Jipya lina vitabu 39 na Agano la Kale lina vitabu 27. Na jumla ya vitabu vilivyoko katika Biblia ni vitabu 66. Je, unaweza kututajia kitabu ambacho unakipenda kwenye mgawanyiko wa kwanza? Nakipenda kitabu cha Mwanzo kwa sababu kinanielezea nimetokea wapi na ni nani aliyeniumba. Kwa hivyo nakipenda, na kadri ninavyozidi kukisoma na zidi kujithamini kwamba mimi ni mfano wa Mungu. Na kwenye upande wa mgawanyiko wa kwanza unaweza ukatutajia mtu ambaye unampenda sana, labda anaweza kukubadilisha, huwa anabadilisha maisha yako kila siku? Kwa kweli wapo watu wengi, lakini kati ya watu ambao wamekwisha kunifanya niweze kuwapenda kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa anafanya ni Paulo. Paulo ni mmoja wa watumishi wa Mungu ambao waliweza kulitangaza neno la Mungu katika kipindi kigumu sana, kipindi ambapo watu walikuwa viongozi walikuwa hawataki kusikia habari za Mungu zikihubiriwa, na ukipingana nao wataweza kukupiga vibaya, kukufunga au kukuua. Kwa hiyo ni watu ambao hawakukata tamaa, na hivyo inanifurahisha na kunihamasisha mimi niweze kuwa kama Paulo, nisiweze kukata tamaa, kwa sababu tuko katika kipindi kizuri ambacho tunaweza kutangaza habari za Mungu kwa uhuru bila kupigwa au kufanyeje. Kwa hiyo ananihamasisha mimi niweze kufanya kazi ya Mungu zaidi na zaidi. Je, kwa mfano mtazamaji anatamani kujua naweza kupata wapi sheria ambazo Mungu ameziandika, au kuna amri zozote Mungu amezitoa na zinaweza kupatikana katika kitabu gani? Mungu ametoa amri 10 ambazo hizi ni kwa ajili yetu sisi. Tutakapozifuata tutaweza kuishi vizuri kulingana na kanuni zake. Amri hizi zinapatikana kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza ukisoma
hadi wa 17 pale utazipata amri zote 10 katika mtiririko wake. Ndivyo. Sawa, watazamaji, kwa swala la mwisho, watazamaji wanatamani kujua, je, mtu ambaye asomi Biblia kuna madhara gani anapata? Kiukweli kama ambavyo sisi huwa tunakula chakula kila siku tunazidi kupata nguvu, ndivyo ambavyo tunatakiwa kusoma Biblia, kwa sababu Biblia ni chakula chetu cha kiroho. Usipokula itakuwa ni ngumu sana wewe kupata nguvu za kuweza kushinda majaribu. Na hivyo watu ambao wasomi Biblia wana hatari kubwa sana, kwa sababu ni rahisi sana shetani hata tumia nguvu nyingi kuweza kukuingiza katika njia ya upotovu. Kwa hiyo utakaposoma Biblia, yale maneno yatakuwa yakizunguka ndani ya kichwa chako yakikuongoza kwamba ninachofanya ni sahihi au la. Kwa hivyo hata shetani hata kukujaribu atatumia nguvu kubwa sana, ambapo hii itatufanya kuweza kubaki katika njia iliyonyooka, njia ya kanuni za Mungu. Je, unawashauri nini wazazi ambao labda watoto wao wakiwaambia tununulie kitabu hichi wanasema hichi kitabu sisi hatukielewi, labda unawashauri nini hao wazazi ambao wanaitelekeza Biblia? Ninawatia moyo wazazi kama hao. Inawezekana hawajawahi kulisoma neno na kuona uzuri wake, lakini nawatia moyo waweze kulisoma japo kidogo, lakini waweze kulisoma na walisome isiwe kama adhabu, wasome kama story, kitu wanachokipenda. Hii itawafanya wao wenyewe waweze kukipenda, na pia wakishakipenda, hata hivyo wakishakipenda itakuwa rahisi pia watoto wao na generation yao kuweza kukipenda kupitia wao. Basi asante mtazamaji wa Mtita Vijana Injili, unatakiwa utambue kwamba Biblia ni kitabu muhimu sana na ni kizuri na kina story ya kufurahisha na inaelimisha pia, na pia ndani ya kitabu kile kuna sheria ambazo Mungu amezitoa kwa wanadamu. So tunatakiwa tukisome kile kitabu kama ndugu yangu hapa alivyosema, sio adhabu, ni kitabu ambacho kinafurahisha na kinatia moyo kwa ujio wa Mungu. Basi endelea kufuatilia kipindi chetu cha Mtita Vijana Injili kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Hapa atatufungia kwa ombi ndugu yetu Suya Po Jeje. Asante. Basi tuombe. Haleluya. Mungu Baba Mwenyezi, asante kwa wasaa huu. Tunakuja mbele zako sisi wadhaifu, tunaomba msamaha, uweze kutusamehe na kuweza kutusafisha ili tuweze kuitwa wana wako tena. Masaa haya tumeweza kujifunza kuhusu Biblia. Mungu Baba, tunaomba tuweze kukithamini hiki kitabu, kwani ni mavuvio kutoka kwako. Tutakapoyathamini yataweza kutujenga na kuweza kutuimarisha kiroho, hata tuweze kuwa salama hadi tutakapofika katika ile siku ambayo utakuwa umekuja kutuchukua ili kuweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Asante kwa kuwa utakuwa nasi na utatuongoza kuweza kuisoma Biblia kama ambavyo unatamani tuweze kufanya. Asante kwa kuwa utatenda kwa Mwokozi wetu. Amina.